Karibu elimu ya ufalme wa mbinguni. Kwa jina la Yesu na kuombea unisikilize na unielewe. Amen. Siri kuu ya Mungu na mahojiano na Shetani. Kabla na hata baada ya mauaji makubwa yaliyofanywa na Shetani katika familia ya Ayubu na uharibifu mkubwa wa mali zake zote, tutaangalia kukosekana hekima ya wazee na wakuu husababisha ghadhabu ya Mungu. Vijana wenye hekima hujitokeza na Mungu huwasikiliza, lakini mwisho wa mambo yote ni toba. Tutaangalia juu ya taifa letu la Tanganyika kabla ya mauaji na hata baada ya mauaji, na tutaangalia baadhi ya wazee waliokuwa na hekima na wengine wasiokuwa na hekima, na vijana ambao walikuwa na hekima zao. Lakini pia tutaangalia maneno yaliyonenwa kabla ya mauaji, baadhi ya wakuu na baadhi ya watu mbalimbali, baadhi ya wanasiasa. Basi somo hili la kitabu cha Ayubu itakuwa msaada kwetu. Katika kitabu hiki cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5 inaeleza historia fupi ya Ayubu, ya kwamba aliishi katika nchi ya Usi. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu, na alikuwa na watoto 7 wa kiume na watoto 3 wa kike. Lakini pia alikuwa na ng'ombe wengi sana na kondoo wengi sana. Kondoo wake takriban walikuwa 7,000 na ng'ombe wengi na punda na ngamia. Lakini pia mtu huyu katika nyumba yake alikuwa na watu wengi sana, ni watumishi. Na upande huo wa mashariki mtu huyu alikuwa mkuu sana, Ayubu. Lakini pia aliweza kutoa hata sadaka kwa ajili ya wanawe, alijua yamkini walimkufuru Mungu. Katika sura ya hiyo ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 12 inaelezea mahojiano ya Mungu na Shetani, kwamba kulipokuwa mkutano wa Mungu na malaika zake watakatifu, Shetani na ajihudhurisha katika mkutano. Ndipo Mungu akamhoji akimuuliza, unatoka wapi Shetani? Shetani alijibu, natoka humu na mle kutembea duniani. Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Akasema naam, ya kwamba alimwona, lakini alikuwa amemzingira, amemwekea ukigo pande zote. Yani ukigo kwamba ni ulinzi wa malaika pande zote, na mali yake ya kwamba umembariki, ndio maana akuabudu. Lakini Mungu alimwambia, vitu vyote viko mikononi mwako au viko katika uwezo wako, lakini usimguse Ayubu. Shetani akashuka kwa Ayubu kuanzia sura mstari wa 13 hadi wa 22. Shetani akatumia nguvu, akaingia kwa wanadamu, wakaua mali za Ayubu. Wanadamu hao wakaitwa Waseba, wakaua mali za Ayubu, wakashambulia watumishi wake. Shetani alitumia moto kutoka mbinguni, yani radi, akaua kondoo 7,000 pamoja na watumishi wake. Shetani huyo pia alitumia watu wa Kalidayo, watu wachawi, na wachawi wanajulikana katika Danieli sura ya 2 mstari wa 2 na sura ya 4 mstari wa 7, ni kwamba ni miongoni mwa waganga na wachawi, wataalamu wa nyakati au wataalamu wa nyota aliwatumia. Lakini hawa wataalamu wa nyota siku hiyo hawakutumia tena kama walitumia uchawi, lakini pia walitumia ukali wa mapanga na upanga. Akaua watumishi wa Ayubu na ng'ombe zile wakachukua. Lakini Ibilisi hakuishia pale. Ibilisi alitumia upepo mkali, ukaenda ukayangusha nyumba ya Ayubu. Watoto waliokuwa watu 10 wakafa, akabaki mtu mmoja aliyepeleka taarifa kwa Ayubu. Kwa hiyo katika sura hii mstari wa 20, ndipo Ayubu akainuka, kararua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudi, akisema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Hilo ni somo la kwanza, la kwamba Shetani anaweza kukutumia. Lakini wewe unayeua wenzako, mbona ulitoka tumboni mama yako, huna chochote, huna nguo, huna nini? Na wakati mwingine tumeona watoto wengine wakitupwa, lakini wakichukuliwa na kuhudumiwa na
lelewa. Sasa mtoto kama huyo ni mfano hata watoto wengine wanaolelewa katika ndugu zao, mama zao, baba zao, kwa mazingira magumu kabisa. Mwisho wa siku watoto wao wanakuwa na ufahamu kubwa wa kutosha na maarifa ya kutosha, na wanakuwa msaada katika taifa. Lakini shetani kupitia wanadamu wanawateka wengine, watoto kama hawa, vijana kama ambao wanategemewa, na hawa wanawateka, wanajua kabisa baada ya maisha hapa duniani wataondoka hawana chochote. Shetani hakuishia pale. Kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10, bado Ibilisi alishuka kwenye mkutano wa Mungu, akapenda kwenye mkutano wa Mungu, akajihudhurisha, akamuuliza Mungu kwamba watoka wapi shetani? Shetani alijibu mambo yale yale, lakini akamwambia, umeona mtumishi wangu Ayubu? Kifupi, shetani alisema ngozi kwa ngozi, akamwambia hayo yote yako kwenye uwezo wako, lakini angalia, tunza uhai wake. Shetani akashuka akampiga Ayubu mapigo makubwa. Katika mstari wa 7 sura ya 2, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa, na akishika kigae cha kujikuna akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mojawapo hawa wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Baada ya pale wanatokea wazee ambao walipungukiwa hekima ya Mungu, waliompenda Ayubu. Katika sura ya 2 mstari wa 11 na kuendelea, hao wazee, mmoja aliitwa Elifazi Mtemani na Bildadi Mshuni na Sofari Mnaamathi, wakapata pamoja ili waende kumlilia Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipovua macho yao nao wakali mbali wasimtambue, wakanua sauti zao na kulia, kila mmoja akararua joho lake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao na kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku 7 mchana na usiku, wala hapana mmoja alinena naye neno lolote, kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake nayo ni makuu mno. Kwa hiyo mstari huu wa 3 sura ya 3 na kuendelea, hayo alikuwa mahojiano ya Ayubu. Ayubu aliweza kusema. Baada ya hayo Ayubu akafuna kinywa chake na kuilani siku yake. Ayubu akajibu na kusema, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi, na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Majadiliano hayo yaliendelea na hawa wazee mpaka sura ya 32. Tunaweza kuona sasa kwamba hawa wazee ambao hawakumshauri vizuri, walimpenda Ayubu, ni ndugu yao, ni rafiki yao, na maana walilalua majoho yao kwa huzuni kubwa, wakitambua Ayubu mambo yaliyompata, kuuliwa watoto na yeye mwenyewe kupigwa majipu mabaya. Basi katika sura ya 32 ndipo twaweza kuona sasa kwamba huyu Ayubu tumuite mfalme, lakini pia akatuma kijana aliyeitwa Elihu tumuite Humphrey Helson Polepole. Basi hawa watu watatu wakaacha kumjibu mfalme, kwa sababu alikuwa mwenye haki machoni pake mwenyewe. Ndipo zikawaka hasira za huyo Humphrey mwana wa Helson Polepole katika jamaa ya Tanganyika juu ya mfalme, kwa sababu alikuwa amejipa haki mwenyewe zaidi ya Mungu. Tena hasira zake ziliwaka juu ya hao rafiki zake watatu, kwa sababu hawakupata jawabu, lakini wamemhukumia mfalme makosa. Kuna wazee ambao walihitaji waseme na mfalme, lakini walinyamaza, wakamhukumia makosa mfalme. Basi huyo Humphrey alikuwa anangoja ili anene na mfalme, kwa sababu hao wengine walikuwa wazee kuliko yeye. Hata Humphrey alipoona kuwa hapana jawabu katika vinywa vyao hao wazee watatu, hasira zake ziliwaka. Basi Humphrey mwana Helson Polepole akajibu na kusema, mimi ni kijana na ninyi ni wazee sana, kwa hiyo nilijizuia nisithubutu kuonyesha nionavyo. Nilisema yafaa siku ziseme, na wingi wa miaka ufundishe hekima. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi ya Mwenyezi wapa akili.
Tuangalie hekima ya wazee ambayo Polepole alihitaji itumike lakini haikutumika. Mimi shukrani jitihada zangu zote hizi kweli nia yake ilikuwa ni kujenga taifa la watu waoga sana. Mimi shukrani alikuwa nia yangu, kama matokeo yake ni hayo, mimi sawa, Mwenyezi Mungu nisamehe. Mimi shukrani. Nia yangu mimi ni jitihada kwamba katika mambo ya msingi don't say yes na dhamira yako inakataa. Unakataa kabisa. Then you pay the price. Then you pay the price katika kusimamia mambo ya msingi. Nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo. Nchi inaongozwa kwa msimamo. Na msimamo wake ni kabla. Nchi haiongozwi kwa janja hivi. Inaongozwa kwa taratibu zinazojulikana kabisa. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa wa kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kutokana na udikteta ni kwamba viongozi wetu wanatuongoza, wanatutawala kwa kufuata sheria. Sheria zinawabana hivi, watatuongoza ndani ya. Ya pili ni kuona kwamba viongozi wetu wanatuongoza kutokana na maamuzi ya vikao. Ndio maana ya democracy. Maamuzi ya kidemokrasia yanatokana na vikao. Siko tabia mbili sasa. Moja ni kujaribu kupoka vikao. Sasa tabia hii isizoewe ya kuzuia vikao kuzungumza. Mambo ya nchi lazima yazungumzwe wazi katika vikao rasmi vilivyowekwa. Kwa hiyo lazima jitihada ya kusimamia kwamba tunasimamia nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Maamuzi makubwa ya nchi yanatokana na vikao. Lakini kuna ujanja wa kuepesha mazungumzo. Hizi ndizo dalili za dictatorship. Na lazima zikemewe. Hapana kuwa na uamuzi ya janja hivi. Ya janja. Mkilafiana sana katika jambo la msingi, wengine wana resign. Wazi kabisa na wanaeleza kwa nini wanaresign. Na hiyo mambo yanazungumzwa katika cabinet openly kabisa, wanazungumza katika cabinet vizuri kabisa. Wanaelewana vizuri. Hawaelewani, mmoja wao anasema mimi siwezi. Katika hali yenyewe anaona mimi siwezi kuwa katika serikali, anaresign. Na anaeleza sababu yake ya kuresign. Hizo taratibu za kuendesha nchi ni namna moja ya kumaana kwamba tuongoze nchi kwa taratibu zinazoeleweka, zinazokubalika. Hiyo ndio lazima, hayo ndio ya kukazania. Bila na watoka kwa. Tumesikia hekima ya Mwalimu Nyerere juu ya maamuzi ya kwamba mtu aweza kujiudhuru, tena akaeleza wazi. Hivyo vijana baadhi yao walielewa hayo. Tuwasikilize vijana baada ya kuchukua maamuzi kulingana na hekima iliyoko. Barua ya kujiuzulu na nafasi yake hiyo, na nikisoma taarifa hii inasema taarifa ya kujiuzulu na nafasi ya ubalozi na nafasi ya uongozi wangu wa umma. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu naomba kukutaarifu kuwa nimefikia uamuzi wa kujiuzulu nafasi yangu ya uongozi wa umma ikiwa balozi mkuu wa kituo cha uwakilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Havana, Cuba, pamoja na uwakilishi wa eneo la Caribe, Amerika ya Kati na nchi rafiki za Colombia, Venezuela na Guyana. Uamuzi huu si mwepesi, bali umetokana na tafakari ya kina juu ya mwenendo wa uongozi katika nchi yetu. Uzoefu wangu kama mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Novemba 2020 hadi Machi 2022 na hatimaye kama balozi katika kituo cha Lilongwe, Malawi Machi 2020 mpaka Aprili 2023 na Havana, Cuba Aprili 2023 hadi Julai 2025. Mheshimiwa Rais, nilipokea kwa heshima kubwa uteuzi na dhamana ulionipa kuwa mwakilishi wa nchi yetu katika ngazi ya kimataifa. Niliamini na ninaendelea kuamini ilikuwepo kusudi na kazi muhimu ya kuyashika, kuyasimika, kuyasimamia, kuyaimarisha na kuyaendeleza maslahi mapana ya nchi yetu. Katika maeneo ya uwakilishi ulinipa dhamana ya kuyasimamia. Ni heshima kubwa na isiyopimika kuaminiwa kuwa mwakilishi wako. Nchi yetu, taifa letu
letu wananchi na mamlaka ya nchi. Kwa hili nasema asante. Hata hivyo, kwa muda wote wa kuhudumu ndani na nje ya nchi nimefuatilia kwa karibu na kushuhudia kwa masikitiko makubwa mwelekeo wa uongozi usiojitosheleza ipasavyo katika kusimamia haki za watu, amani na kuheshimu watu, kufifia kwa dhamira ya kweli na uwajibikaji wa dhati na kushughulikia kero na changamoto zao. Kudidimia kwa maadili ya uongozi katika ngazi mbalimbali kunadhoofisha utekelezaji wa majukumu ya msingi ya serikali kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Mambo haya yanateteresha maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya yote yamezidi kunifanya nikose amani ya moyo na imani katika uongozi nilipo ndani yake sasa. Matukio ya hivi karibuni ya wazi ya kukiuka misingi, utamaduni na desturi ya Chama cha Mapinduzi CCM, hususan katika mchakato wa uteuzi wa wagombea ndani ya chama ambao kwa kila awamu huwa msingi wa kuhusisha chama na fursa kufanya mageuzi ambayo kwa pamoja hukipa chama sura ng'aavu mbele ya umma kabla ya uchaguzi. Desturi hii ya kufanya mageuzi ndani ya chama imekuwa nguzo muhimu ya ukubalifu na ushindi wa CCM mbele ya umma. Imekuwepo kauli maarufu ya CCM isemayo chama kwanza mtu baadaye. Mwanzoni mwa mwaka huu nilipoona kauli hii inafanyika vinginevyo, nimejiuliza mara kadhaa, ni maslahi ya nani yanapiganiwa wakati huu? Mtu, kikundi au chama au taasisi? Kwa kuwa siwezi kuendelea kuwa sehemu ya uongozi usiohamasika na utii wa misingi ya kikatiba ya nchi na chama, haki, maadili, utu na uwajibikaji kwa wananchi, nimeamua kwa hiari yangu kujiuzulu nafasi yangu ya uongozi na utendaji serikalini. Nitaendelea kuwa mwana CCM wa kawaida, mzalendo na raia mwaminifu kwa taifa na nchi yetu. Nimemwamini Mungu wa mbinguni na ninahamasika na tumaini kuu kwamba siku moja nchi yetu itaongozwa kwa misingi ya haki, maadili, usimamizi thabiti wa miiko na nidhamu ya uongozi, dhamira njema, siasa safi, uongozi bora na hofu ya Mungu. Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwa fursa ulionipa. Naamini historia itatoa tafsiri sahihi ya hatua hii. Kwa heshima kubwa, Humphrey Harrison Polepole. Mwisho wa kunukuu. Kilichofuata ni maneno yaliyonenwa na wanasiasa na wakuu, tukawasikilize, lakini pia wanasheria. Nchi hii hakuna haki mahali popote, na yote ni kwa sababu tunatawaliwa na watu ambao wako madarakani kwa sababu tu ndio wanaoamua kura ya nani ihesabike na ya nani isihesabike. Ndio wanaoamua nani atangazwe kuwa mshindi wa uchaguzi na nani asitangazwe. Unajua nyie, sikilizeni, matokeo ya kura sio lazima yale ya kwenye box. Inategemea nani anahesabu na kutangaza. Wizi wa kura ni kibaka tu kama vibaka wengine. Ndio maana CAG analalamika kwamba upotevu wa fedha ni wingi. Bunge halishtuki. Je, jambazi anaweza kumkamata jambazi mwenzake? Na kuna mbinu nyingi, kuna halali, kuna nusu halali na kuna haramu, na zote zinaweza kutumika, ili mradi tu ukishamaliza unamwambia Mwenyezi Mungu nisamehe, pale ndipo. Kuanzia sasa kauli mbiu yetu, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakikuambia kajiandikishe kupiga kura, waulize ili iweje. Naomba niseme neno moja. Hamna sababu ya kujiambia serikali yetu na vyombo vya dola vyetu. Sisi umesema hakuna kulia. Kama kwenda kupiga kura, maana yake ni kwenda kuruhusu mapolisi na usalama wa taifa na watumishi wa tume kuingiza kura za uongo, kutangaza wagombea ambao hawajashinda kuwa washindi, kuwa
nyumba hivi na hivi, hakuna. Sasa yale mazingira ya mwaka 2020 sio kwamba yalikuja yenyewe automatically kwa sababu ninyi mkawa wagombea bora sana. Ni mazingira ambayo yalikuwa yametengenezwa na serikali, na serikali ndio ilifanya kazi ile ya wewe kupita bila kupigwa. Kama unafikiria kwenda kugombea udiwani, jiulize katika mazingira haya unategemea nini? Kama unatazamia kwenda kugombea ubunge au urais, jiulize swali hilo hilo. Kwa mazingira haya unategemea nini? CCM haina aibu. Yaani CCM sio vile vyama vilivyozoea vile vya watu wastaarabu. Watoto wamesusa kuna shida. CCM ni sasa na mama mjinga ambaye watoto wake wakisusa chakula anakula chote jikoni wala ashtuki. CCM sasa na mama mjinga ambaye anasema siwezi kunyonyesha mtoto wangu, atavuta maziwa yangu yawe marefu. Kwa hiyo it doesn't care about the welfare of the people. Kwa hiyo sio mtu mwenye akili timamu. Mtu mwenye akili timamu wenzake wakisusa hali anafuata. Nimekukosea nini? Twende kula ndugu yangu. Nisamehe. Hebu tukae tufanye nini? Sio CCM. Fanyike. Tusimame kama taifa. We are almost there. Wakituambia tujiandae na uchaguzi, tuwaambie ili iweje. Tuwaambie badala yake jukumu letu ni kupata mabadiliko yatakayowezesha chaguzi za kweli. Kwa wito wangu kwa Tanzania ni huo. Tujipange kupambana. Tujipange kudai mabadiliko ya kikatiba, na lazima yawe mabadiliko ya kikatiba. Haya ni maneno yaliyonenwa na watu mbalimbali, wakiwemo wanasheria, wanasiasa, askari wetu polisi na wazee. Lakini tulitegemea wazee wenye hekima wangeweza kusimama katika nafasi zao, maana maneno haya yalinenwa kabla ya uchaguzi mwaka 2025 Oktoba 29. Lakini hatukuweza kuona wazee wangeweza kuwakusanya watu hawa wote na kukaa pamoja na kusema nao pamoja kabla mauaji. Ndipo wenda mambo haya yasingeweza kuharibika. Tulisikia habari za wachungaji mbalimbali, maaskofu mbalimbali ambao Mungu aliwapa neema ya kuonya, mitume na manabii wa kweli. Wako ambao waliweza kuonya na kusema kweli, wako mashehe wa kweli na walionya, wanadhiri walionya, lakini wako wengine wakawa kinyume, hawakuweza kusimama katika zamu zao. Mambo haya yasingeweza kutokea kama tungeweza kukaa pamoja kama taifa na kuangalia nini ambacho Mungu alitaka tukifanye. Ndio maana kulikuwa na unabii mwingi ulitokea kwamba tusipofanya hivi na vile tutauana, na kweli tumekuja kuuana. Lakini wazee hawakuweza kusimama katika nafasi zao, na maneno ya vijana waliweza kunena pia ili kwamba kuliponya taifa, lakini halikuwa hivyo. Mfano wa Ayubu, ya kwamba Ayubu alipopata majanga hayo kulikuwa na siri, kwa sababu Mungu alijua. Na hata baada ya majanga hayo wazee wenye hekima wakatumia isivyo, lakini alitumwa huyo kijana ambao tumemwangalia kama Humphrey Polepole baada ya kuona wazee wamenyamaza. Sasa tuangalie mfano mwingine. Msiogope. Mkiendelea kuogopa mtakuja kutawaliwa na wahuni na wauaji na wezi. Na ninyi mnisamehe, sitaki kusema mbele ya umma. Najua mnafanya kazi nzuri, lakini wakati mwingine unalipwa kufanya mambo ya ovyo. Tunajua.
Maneno kama haya, kama kina Humphrey Polepole walipokuwa wakieleza waziwazi, waliyatumia kwa sababu wazee wao walikuwa wamesema hivyo. Lakini baada ya muda tena, kabla ya mauaji hayo, hebu tusikilize tena hekima ya huyo mzee. Anasemea Tanga. Mimi nimepita jeshi. Na bado unaweza kuniita pamoja na wazee wangu. Hatuna uniform hiyo sisi. Wanajeshi wa jeshi. Hatuna mbao. Utakuwa Tanga joto, halafu umevaa mpaka hapa. Sisi tuna namna yetu ya kuvaa katika uniform ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Sio vile. Kwa hiyo si askari. Na kama ni askari, ana jeshi lake jingine. Sio jeshi la wananchi wa Tanzania. Na sipendi kuamini, wala siamini, kwamba ndani ya jeshi letu kuna watu wa aina hiyo. Siamini kwamba watu wa namna hiyo. Anataja na majina yetu rangu, mzee Warioba na wengine. Mwachane na hayo. Sisi hatuwezi kuwa watu wa tabia hiyo. Sisi ni wazee wenu. Tunapenda sana nchi yetu. Tunajua jeshi yetu. Mimi ni askari ndani ya jeshi. Maneno hayo yalisema kwa nyakati mbili tofauti kabla ya mauaji. Je, vijana wachukue hekima ipi kwa ajili ya maneno kama haya? Hebu tuwasikilize. Aliwahi kuongea mwaka 75, anaongea na wafanyakazi. Alisema, akiwaambia wafanyakazi, utii ukizidi unakuwa uoga. Na siku zote uoga huzaa unafiki. Na unafiki huzaa kujipendekeza. Na hivyo huzaa mauti. Mwalimu aliendelea kuwaambia wafanyakazi, kama nyie watumishi wa umma kwa wingi wenu mmeshindwa kupiga kura ya kuwaondoa viongozi dhalimu, ni bora mfe. Na mimi nasema, na sisi kama sisi kwa wingi wetu tunashindwa kuishauri serikali kwa ukweli, hatuna sababu ya kubaki kuwa madarakani. Biblia inasema katika Ayubu 32 mstari wa 9, sio wakuu walio wenye akili, wala sio wazee watambuao hukumu. Kwa ajili ya kusikiliza ujumbe huu, tuliona ya kwamba wako vijana mbalimbali, watu wenye hekima, watu wenye akili, waliweza kuinuka na kusema maneno kama haya. Sasa kama taifa litahitaji, kama wazee wangekuwa wametukusanya mapema kabla uchaguzi, na maneno haya alionena pande zote, vyama vya upinzani, chama kilichoka katika madaraka, hivyo kungekuwa na ulinganifu wa namna gani tungeweza kuishi au kukaa pamoja kabla kuingia katika uchaguzi ambao umepelekea mauaji. Hata sasa ikiwa tunaweza kuangalia kwamba wako wengine ambao sasa wanaendelea kuwa magerezani na wamefungwa kwa ajili ya kwamba walituhumiwa juu ya mauaji kama walihusika. Akina Heche ni watu waliotoka ndani ya CCM, kina Tundu Lissu watoka ndani ya CCM, na hata kina Humphrey Polepole wako ndani ya CCM, na watu wote wako ndani ya CCM. Hakuna mtu ambaye ametoka nje ya mfumo wa chama cha CCM, na kwa sababu ya mfumo wa vyama vingi makubaliano. Hivyo watu hawa sasa walitakiwa kukaa, wazee ambao ni wazee tunategemea wangeweza kukaa, wakaondoa chama au vyama, wakawafunda, maana ni watoto wao. Akina Humphrey Polepole ni watoto wao. Walihitaji haki, lakini imekuwa tofauti. Wazee wamesimama katika nafasi zao. Leo watu wako magerezani kwa sababu inaonekana kwamba wameingia katika hatia ya mauaji, lakini tuangalia kwamba Mungu alisema nini kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Kwa hiyo sasa inapendeza ya kwamba watu walioko kifungoni watoke, na waliotekwa warudi wakae pamoja, na wale ambao wamefungwa watoke. Halafu sasa ndipo tunaingia kwenye namna ya maridhiano au namna ya toba. Maana Ayubu baada ya kuelezwa mambo hayo, kwamba kiasi kwamba Ayubu alionekana amejichukulia haki kwa sababu alikuwa mwenye haki, ikawa dhambi. Alipotambua hivyo,
katika kitabu cha Ayubu sura 42. Ndipo Ayubu akajibu Bwana kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyo afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyofahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyojua. Sikiliza na kusihi, nami nitanena. Nitakuuliza neno, nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Baada ya Ayubu kusema hivyo, Mungu alikuwa amewachukia marafiki zake wale wazee ambao hakuweza kumshauri vizuri, lakini aliwasamehe na wakapewa maelekezo na wakakaa pamoja, wakaishi pamoja, wakala pamoja, wakafurahi pamoja, na Ayubu akarudishwa mali zake. Na hivyo tulitakiwa sasa kama taifa tukae pamoja, tutubu ya kwamba tumetenda dhambi. Mungu aliruhusu hayo na aliyajua hayo kabla na hata baada ya mauaji. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Huu ndio mwisho wa mahubiri haya.